Tunafahamu umuhimu wa salamu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi alisema, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamuingii peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabbu, na hamwezi mkawaamini wakisawasawa mpaka mpendane. Akasema, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, hivi nisiwaambieni kitu lao mtakifanya basi mtapendana? Akasema, afshu salama bainakum, peananeni salamu. Hili ni jambo linapelekea mapenzi, watu kupendana, na kupendana napelekea watu kwa waumini, na waumini ndio ni sababu watu kuingia wapi? Kuingia janna, kuingia peponi. Ila zipo sehemu na nyakati ni makruhu kwa hali hizi ama sehemu hizi mtu kusalimia, na unafahamu lau utasalimia sehemu hii, basi yule unemsalimia analazimika kujibu, kwa sababu kusalimia ni sunna, lakini kuitikia salamu ni lazima, ni faradhi, ni wajib, ni lazima uitikie, na usipoitikia wapata dhambi. Kwa hiyo lau utasalimia katika sehemu hizi, unakuwa unamweka katika wakati mgumu yule unamsalimia, kwa sababu yeye analazimika kujibu, na yeye alikuwa yupo katikati ya kitu fulani anachokifanya, ile hivyo hivyo analazimika kukata kile na akuitikie wewe salamu unaomsalimia. Kwa hiyo nitakupatia sehemu 9 ambazo haufai kusalimia, yani ni makruhu kusalimia, na katika hizi 9 kuna zingine ni haramu hasa kusalimia, yani haufai kabisa kusalimia. Ila usisahau kugusa hiyo plus ili uendelee kujifunza kupata video kama hizi za mafunzo kila siku biidhnillahil karim. Sehemu ya kwanza ni pale mtu analeta adhkar, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Mtu yupo bize katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ufanyika baada ya salamu, watu akisha swala akimaliza, watu analeta adhkar. Sasa lau itakuwa wewe una haraka ya kutoka, wewe hautaki kuleta adhkar, basi wewe nenda, si lazima usalimia wakati ule. Mtu anakuwa yuko bize, pengine mtu ameipanga au amenuia kuleta istighfar kwa idadi fulani, pengine 33, alhamdulillah 33, la ilaha illa Allah 30. Kwa hivyo yuahesabu, yuenda na hesabu ya hesabu. Lakini wakati ule lau utakuja kumsalimia, basi analazimika yeye kuacha kila anachokifanya akuitikie wewe ulokuja. Ama sehemu ya pili, assalamu ala al-khatib, kumsalimia khatibu. Khatibu wa mimbar siku ya Ijumaa, kisha hii si makruhu bali ni haramu hasa, kwa sababu mtu wakati wa kusikiliza khutba hafai kuzungumza. Lau utaongea wakati khutba inaendelea, basi we jumaa yako isharibika, hauna jumaa. Hata ikiwa kuna mtu anaongea kumwambia nyamaza, pia nao hauna jumaa, hufai kuongea kitu chochote. Kwa hiyo haufai kumsalimia khatibu, wala haufai kumsalimia mtu alokaa kusikiliza khutba, haufai kupeana salamu sehemu ile. Salamu ni muhimu ndio, lakini si sehemu hiyo. Na lau mtu atakusalimia wakati upo unasikiliza khutba, basi sehemu ile hautakani kuijibu hiyo salamu, kwa sababu hiyo ni sehemu haufai kuzungumza. Na sehemu nyingine yenye ni makruhu ni sehemu hiyo ya khutba, lakini kama si khutba, pengine darasa, kuna darasa inatolewa, sehemu unaanza kutoa salamu, ile ni sehemu nyingine kwa ni makruhu wewe kusalimia. Cha msingi ni utulie na uingie sehemu ile na unyamaza, ukae chini usikilize darasa upate faida na wewe, lakini si sehemu unaingia na wewe unaanza kusalimia. Na sehemu nyingine ni makruhu mtu kupeana salamu ni wakati mtu yafunza, yapeana darasa, yapeana somo. Pengine ni darasani mwalimu, pengine kama mimi nipo darasani nafunza, na kisha wewe unapita na njia zako, nipo katikati ya mazungumzo nazungumza, naelezea kitu kwa wanafunzi, assalamu alaikum, basi inakuwa ni karaha, kwa sababu mimi nalazimika, ni lazima nikate ile mazungumzo yangu na ni lazima nikuitikie wewe unaisalimia. Lakini sasa wewe ndio unatakiwa tu tumia akili yako kwamba hii sehemu yupo katikati ya mazungumzo. Ama sehemu nyingine ni makruh, hufai kutoa salamu, ni kumsalimia muadhini wakati yuadhini, Allahu akbar, Allahu akbar, na wewe umeenda salamu alaikum, yuadhini. Salamu ni muhimu ndio, lakini si sehemu hiyo, haufai kusalimia sehemu hiyo. Ama sehemu nyingine ni wakati mtu yasali, haufai kumsalimia wakati mtu yasali. Na wengine wanalijua hili, lakini wanafanya kusudi vile vile. Mtu yasali ashafunga sala Allahu akbar, lakini naye yapita vile vile assalamu alaikum. Lao itakuwa swala ile ni ya faradhi, basi haufai kufanya chochote kumuitikia yule. Na lao itakuwa swala ile ni ya sunna, unatakiwa umuitikie salamu yake, lakini si kwa maneno bali ni kwa ishara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa ishara, si kwa kuongea. Ama sehemu nyingine haufai kutoa salamu ni wakati mtu yatawadha. Watu wengi wameghafilika nalo sana hili jambo, hawajui kwamba mtu akiwa yatawadha hataikani kuzungumza. Sasa wewe ikiwa mtu yatawadha haufai kumsalimia sehemu hile. Sehemu nyingine haufai kusalimia ni wakati mtu yuala.
Wakati mtu yala hafai kuongea, kwa kuwa hafai kuongea, basi na wewe haufai pia kumsalimia. Usimsalimie wakati ule, kwa sababu leo utamsalimia analazimika kujibu, kwa sababu kuitikia salamu ni lazima. Tukimalizia sehemu ya mwisho yenye mtu hafai kusalimia ni kumsalimia mtu anayejisaidia. Mtu yupo chooni, asalamu alaykum, shajua kuna mtu chooni, haufai kusalimia sehemu ile, kwa sababu hafai kuongea yeye akiwa chooni.